Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naam, tunaendelea sehemu ya 5. Nini mwanaume anahitaji? Wanaume wanahitaji nini? Mwanaume anahitaji utulivu kutoka kwa mke wake. Mwanaume anahitaji utulivu kutoka kwa mke wake. Wewe mwanamke ndio sehemu ya kumpa utulivu. Bila wewe kumpa utulivu, ndipo mwisho wa siku anakwenda kutafuta wengine wa kumpa utulivu. Maana hata masuala ya kuwa wanaume wanaowaoa ni sisi wenyewe wanawake tunashindwa kuwapa utulivu waume zetu. Wewe uko busy na vikoba, uko busy na maisha yako, kwa hivyo ule utulivu haupati. Kwa anaona bora akatafute sehemu nini? Utulivu. Kwa sababu wanaume wengine, kama mwanaume anaonekana mwenye nguvu kwa nje huko anaonekana mwenye nguvu kubwa sana. Maana watu wanajua hivi, bora mimi niolewe na yule, bora mimi sasa akiolewa hata wewe unaanza kupiga kelele, akienda kaoa huko. Kwa hivyo lazima wewe ujue, mume wangu mimi natakiwa mimi ndo nimpe utulivu. Wanaume wengine Allah amewajalia wana nguvu, anahitaji apate utulivu, na the way kama anakwenda kuongeza mke mwingine, hiyo ni katika ibada, unatakiwa wewe uwe naye sambamba, na mkiishi vizuri hata mnaweza mkaamka wote pamoja mkaswali swalatul istikhara kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu aweze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwajalia kupata mke mwingine alikuwa mzuri hapo ndani. Yaani wewe ukapata mke mwenza mwema, na yeye mume wako akapata mke mwema. Yote hayo ni katika mapenzi. Lakini ndani anahitaji kueleweka na kutunzwa kisaikolojia. Yaani akiingia ndani anatakiwa aeleweke. Yaani wewe umuelewe mume wako, yaani umuelewe na umtunze. Yaani unatakiwa wewe uwe makini. Wanaume wengi wamekuwa kama watoto. Ukielewa mfumo mwanaume, ukiuelewa vizuri mfumo wa mwanaume, hutaacha mambo binafsi. Utakuwa sehemu ya suluhisho la matatizo ya mwanamume wako. Utakuwa ni sehemu ya matatizo ya mwanamume wako, yani suluhisho. Unakuwa sasa wewe unatoka kwenye shinikizo la kumshinikiza katika baadhi ya majambo, wewe unakuwa ni suluhisho. Ndoa itakuwa yenye amani zaidi, na utulivu, na mapenzi yatakuwa ni moto ndani ya nyumba. Kwa sababu gani? Tayari yale yanayohitajika umeweza kuyafanya. Umeona? Kwa hivyo mimi naikumbusha nafsi yangu sambamba na nafsi zenu, wanawake wenzangu, hii ni ya kwenu. Wenyewe walisikiliza ya kwenu, na sisi tusikilize ya kwao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atusimamie wote kwa pamoja, kwa sababu taasisi hii ya ndoa ni taasisi kubwa sana. Umeona? Na hakuna maisha mazuri na yenye amani kama maisha ya upendo. Kwa hivyo wote wawili tusomane tabia, alafu tuvumiliane, kwa sababu mapenzi, sisi sote tunatakiwa tuwe na mapenzi na huruma. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuteremshia mawaddatan wa rahma, tutapata mapenzi na huruma ndani yake. Kwa hivyo amani itapatikana. Yaani hata kununua kutakuwa hakupo ndani ya majumba. Watu wananuniana, watu hawasemeshani, watu wanapigana. Yaani mpaka mnafikia mnapigana, mpaka mnafikia mnanuniana. Mimi naona huo ni ushamba tu. Yaani huo ni ushamba. Kununa ni ushamba na kupigana ni ushamba. Haya mambo ya kizamani kabisa. Kwa nini upigwe? Kwa nini mpigane? Mnaambiana tu, mnasomana tabia. Unajua mwenzangu sasa hivi yuko katika hali gani, na wewe sasa hivi yuko katika hali gani. Yaani hapo tunatakiwa nyinyi mngepigana kwa mapenzi tu, huruma, kusaidiana. Lakini kuna wanaume ambao wao ni kama mabondia, na kuna wanawake ambao ni kama chiriku, wanaongea sana, kuwachamba waume zao, kuwasema waume zao bila huruma. Kwa hivyo nasaha zangu, kila ndugu yangu yeyote anayesikia, tubadilikeni, na yote haya yanatufanya sisi tubadilike zaidi. Lengo kubwa, tuingie madarasani tusome. Tukisoma dini yetu tutafahamu mwongozo wa maisha yetu, tutafahamu Allah amesema nini kuhusu wanaume zetu, tutafahamu sisi Allah ametuambia nini kuhusu watoto zetu, tutafahamu sisi Allah ametuambia nini kuhusu majirani zetu. Kwa hivyo tubadilikeni jamani. Maisha haya ni mafupi sana kabisa. Maisha haya ni mafupi mno kuliko unavyofikiria. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie amali zetu, atujalie ucha Mungu, atujalie mwisho mwema, atujalie mauti ya shahada, na atusamehe madhambi yetu. Insha Allah tutaendelea katika darasa zingine kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hapa leo tutakuwa tushamaliza pati ya wanaume, tumemaliza pati ya wanawake. Basi insha Allah tuendelee katika majambo mengine, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Wa hadha, assalamu alaikum wa la afwa minkum.